Brothers and sisters, washikaji zangu mashabiki wa Manchester United, jifunzeni namna gani ambavyo mnaweza kuhimili pressure zenu na matarajio yenu, na namna gani ambavyo mnaweza mkaizoea klabu yenu. Vinginevyo ili dirisha la usajili linaweza likawaua kwa pressure, kwa sababu sio kwa vitu ambavyo vinaendelea kwenye soko la usajili saizi. United ishampoteza Matheus Fernandes, imeshampoteza pia Sandro Tonali, imeshampoteza Elliot Anderson. Kwenye orodha ya wachezaji watatu wa eneo la kiungo ambao walikuwa kwenye listi juu kabisa pale Manchester United, wote wamepotea. Aliyebaki ni mtu huyu ambaye sijui kama itakuwa rahisi kwenda mezani kwa Florentino Perez na kuambia wanamhitaji akawapa kwa lugha nyepesi. Aurelien Tchouameni ndiye mtu pekee aliyesalia. Carlos Baleba alikuwa chini, lakini pia baadhi ya wachezaji kama kina Sander Berge walikuwa chini bado. Sio kitu chepesi kwa mashabiki wa klabu ya Manchester United. Jitahidini kupunguza pressure na matarajio, jitahidini kuvumilia kinachoendelea. United imeshindwa, na haijashindwa tu kwa sababu wachezaji hawahitaji, imeshindwa kwa sababu United wenyewe wameamua msimu huu wa 2026-27 unapokwenda kuanza, wao hawatalipa fedha zaidi ya kile ambacho walikuwa wamekipanga katika hesabu zao na vitabu vyao vya mahesabu ya usajili. Sijui hapa kama nimeeleweka. United wamesema hawata overpay kwenye usajili wowote ule katika hichi kipindi cha usajili cha dirisha kubwa. Kwa hiyo wamegoma kulipa fedha ambayo ilikuwa inahitajika na Nottingham Forest na mmiliki wao Evangelos Marinakis, paundi milioni 130, ambayo Manchester City wameona sio shida, wamelipa, wamevunja rekodi ya klabu kumpata yule kiungo. Wamegoma kulipa fedha paundi milioni 85 kwa klabu ya West Ham United kwa mchezaji kama Matheus Fernandes. Wakasema bana, sisi hapo hatulipi hiyo fedha, kwa sababu alikuwa afikilo dau kiuwezo, lakini pia umri wake tunavyomuona pamoja na uzoefu wake kwenye ligi ya Uingereza, hatuwezi kulipa hiyo fedha. Tottenham wamekubali kulipa. Waligoma kulipa paundi milioni 100, hata 80 tu kwa Sandro Tonali pale Newcastle United ili wampate. Tottenham Hotspur wameona sio shida, wamelipa paundi milioni 100, wamempata Sandro Tonali. Sasa kwenye yale machaguo ya viungo ambayo United walikuwa wanatakiwa wawe nayo, walikuwa wanatakiwa kupata viungo wengine wawili baada ya Ederson ambaye wamemsajili kutoka Atalanta. Sasa hao viungo wawili, hao watatu waliosajiliwa, ilikuwa angalau wawili kati ya hao, lakini madili yao yamekufa. Saizi wanazungumza Carlos Baleba, Aurelien Tchouameni, ambaye Mourinho ashasema anataka abakie kwenye timu na anaona atakuwa mzaji mzuri kwenye project yake. United wana nguvu ya kumshawishi Real Madrid, watalipa kiasi gani, itakuwaje? Lakini wakati huo pia Crescencio Somerville upande wa winga ya kushoto anaongoza kwenye orodha saizi. Lakini kwa bahati mbaya Somerville tunayemzungumza anatoka katika klabu ile ile ambayo United wameshindwa kunegotiate nao ili wampate Matheus Fernandes. Lakini kwa bahati mbaya sio team United peke yake, lakini ziko timu nyingine zinazomhitaji. Je, hizo timu zitapeleka ofa ndogo kama ambayo United wanapeleka kwa ajili ya Crescencio Somerville? Sasa United wanabakia na option. Marcus Rashford karejea kwenye timu na United wako tayari kumpa nafasi ya kujiunga nao kwenye pre-season. Paundi 350 kila wiki ambayo United walikuwa wanaikwepa kwa kumpeleka kwa mkopo kwenye klabu ya Aston Villa na baadaye klabu ya FC Barcelona. Inaonekana sasa hivi Michael Carrick amwambia bana, wewe ni academic graduate wetu, unaweza kuja kwenye timu ukajumuika nasi ukafanya mazoezi, malipo yako kama kawaida. Sijajua kama United wanakaa naye chini kwa ajili ya kuboresha mkataba au vinginevyo, na United wamekasirika baada ya Barcelona kushindwa kulipa paundi milioni 30 iliyopokuwepo kwenye mkataba ya kumnunua moja kwa moja Marcus Rashford. Yaani hiyo ndio changamoto ya United kwa sasa. Kwa kiungo changamoto, winga changamoto, safu ya ulinzi mpaka sasa walikuwa wanazungumza kumtaja Lewis Hall, wanamhitaji kama mlinzi wa kushoto, lakini mpaka sasa hizi tunapozungumza hakuna chochote ambacho kinaendelea. Ni kama United mara baada ya kumsajili tu Ederson kutoka Atalanta, dirisha limekuwa giza na hakuna chochote ambacho kinatajwa. Kwa mashabiki wa United wako disappointed sana. Wanajisikia vibaya kuona vilabu kama Tottenham Hotspur wanajiboresha. Arsenal the Gunners washapeleka dau la kwanza kwenda kwa Bruno Guimaraes pale Newcastle, limekataliwa ndio, lakini at least wameonyesha nia kwamba tumepeleka dau, tunamhitaji huyo mchezaji. United wao wako zao pembeni, wanasubiri mchezaji afanye kama alivyofanya Ederson, kwamba madili mengine ya timu zingine yote sitaki, nataka Manchester United. Sasa Matheus Fernandes alikuwa mjanja,
akaona okay, hapa nikisema naitaka Manchester United kuna possibility United asifikie ile dau, West Ham United akataka kuniuza kwa Tottenham ambao wamefikia dau, kwa hakuchagua timu yoyote. Sandro Tonali wala hana shida, anaelekea zake kwenye klabu ya Tottenham Hotspur, sehemu ambayo anaona kuna ushindani na wako tayari kulipa mshahara na uhitaji pamoja na kulipa dau la usajili ambalo Newcastle analihitaji. United mshahara tatizo, United kwa sasa dau la usajili pia ni tatizo. Kwa karibia kila mchezaji ambaye anakwenda sokoni, kama wanakwenda kuwania na timu yoyote, either ni Chelsea, either ni Tottenham Hotspur, either ni Manchester City, hata kama ni Arsenal ambao wako tayari kulipa zaidi yao, kuna possibility kubwa United wakashindwa hiyo vita. Kwa sasa hivi kinachobakia ni maswali. Je, Manchester United wanakwenda kumsaini nani ambaye ataziba eneo ambalo ametoka Casemiro, lakini kumbuka pia Manuel Ugarte ameumia. Nani ambaye anakwenda kuziba? Eneo la mlinzi wa kushoto itakuwaje? Eneo la winga pia upande wa kushoto itakuwaje? Ni maswali ambayo mpaka wakati huu ninapozungumza hakuna majibu kuhusiana na kile ambacho United wanakihitaji. Wanatajwa baadhi ya wachezaji wakina Sander Berge, wakina Angelo Stiller, wakina Martin Holmland pamoja na wengine wengi ambao wanatajwa katika orodha ya usajili ya Manchester United, lakini mpaka sasa swali ni je, United wako tayari kutoa mzigo na kushindana sokoni? Kama hawako tayari, mashabiki wa United tulizeni pressure, bakieni na Ederson nao ambao viongozi wakina Jackson Wilcox, Omer Berada watawaleta kwenye timu, lakini vinginevyo matarajio yasiwe makubwa kwa sababu mtakuwa disappointed.